Yesu anawatuma wawili wawili baina ya wale wanafunzi 70. Kumbe kuna mahali ambapo mnaweza mkafika sehemu mkawa kundi, lakini wote msichaguliwa, wakachaguliwa baadhi ya watu wachache. Kwa nini wanachaguliwa baadhi ya watu wachache? Inawezekana Mungu ameona ya kwamba unastahili. Kwa hiyo anapokuchagua, kwanza uwe tayari kwa ajili ya utume ambao Mungu anakuitia. Pili, uwe una uhakika ya kwamba kwa nini Mungu amenichagua mimi wasichaguliwe wengine. Kwa hiyo hiyo ni nafasi ambayo Mungu ameona ya kwamba wewe ni wa thamani. Lakini ikiwa Mungu ametambua ya kwamba ile nafasi kwako ni ya thamani, itumie ile nafasi. Kama tunavyoona Yesu alipowachagua wale 70, lakini akawatuma wawili wawili. Ndio maana nilisema ni muhimu sana katika safari yoyote, usianze safari ukiwa peke yako, uwe na mtu atakayekuwa pamoja na wewe katikati ya hilo safari, ili unapokwenda uwe una uhakika ya kwamba hata kama kuna jambo lolote linatokea, nina uhakika ya kwamba mmoja atakuwa ni msaada kwako, atakayekusaidia. Huyo mwingine atakuwa ni sehemu ya kukutia moyo kwamba mpendwa, katika hili jipe moyo, kwa sababu nina uhakika ya kwamba katikati ya safari yako utafika. Kwa hiyo ikiwa mnaenda wawili wawili, uwe una uhakika ya kwamba safari yako itakuwa salama. Na vile vile namba 2 inasimama kama namba ya muunganiko wa ndoa. Ni muunganiko wa watu wawili. Tukitazama katika Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 23 na 24. Vile vile muunganiko katika Kristo na katika kanisa. Tukitazama pia katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 12. Biblia ni muunganiko wa Agano la Kale na Agano Jipya, yaani muunganiko wa maagano mawili. Hivyo na sisi tunapotembea wawili wawili katika imani, tunapata nguvu zaidi kuliko tukiwa mmoja mmoja. Tukitazama katika Mhubiri sura ya 4 mstari wa 11 hadi 12. Usipigane vita vya kiroho peke yako, mshirikishe Mungu ili aweze kukusaidia. Tunapozungumzia muunganiko wa ndoa, hatuoni ya kwamba katika ndoa ya Kristo kwamba kuna muunganiko wa watu 3 au 4. Tunaona tunapoizungumzia ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao tumeunganika katika Kristo Yesu, kwamba hapo hakutakuwa na muingiliano. Mungu ametuunganisha kama nilivyosema, kama muunganiko wa Agano la Kale na Agano Jipya. Tunaona pia kuna maunganiko mawili tu ambayo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya vinaungana, vinatembea pamoja. Kwa hiyo ni muhimu sana kuona ya kwamba kama ndoa ya watu wawili, basi hata sisi katika ulimwengu wa roho kwenye utumishi lazima tutembee wawili wawili. Kwa nini tunatembea wawili wawili? Wakati tulionao ni wakati mgumu sana, ambao wakati mwingine anaweza kaja kwako akiwa kama na shida, lakini ndani yake usijue ya kwamba kuna kitu kingine amekibeba anachotamani kingeweza kufanyika kwako. Lakini mkitembea wawili, ni muhimu sana yule mmoja ikawa ni sehemu ya usaidizi kwako, au yule aliyekuja kama alikuwa na mpango mbaya na wewe akashindwa kufanya lile jambo ambalo leo kwa amelikusudia. Kwa hiyo kama Kristo alivyo muunganiko na sisi, basi sisi nasi tuwe na muunganiko na Kristo, kwa sababu Kristo alituunganisha kwamba ni muhimu sisi katika safari kutembea watu wawili wawili ili kupata nafasi kubwa ya utumishi. Kwamba kumbe hata kwenye huduma unaweza ukatembea ukakutana na mtu ana shida, lakini mkiwa wawili ni rahisi sana kumsaidia yule mtu, ili wengine wao wasiweze kufika sehemu wakawa wanawashangaa kwamba nini, kwa sababu watakuta mkiwa wawili ni rahisi sana kulinda ushuhuda. Watu wa Mungu, tuwe ni watu wa kulinda ushuhuda, tuwe ni watu wa kumlinda Kristo, tuwe ni watu wa kusimama imara kumtangaza Kristo kwa ujasiri. Ndivyo ambavyo nina uhakika ya kwamba Mungu atapata neema kubwa kujitukuza kupitia wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni muhimu sana watu wa Mungu tuone ya kwamba katika dunia hii si kila naye kutazama anaweza kawa ni mwema.
Tunaona ya kwamba kuna watu wengine wanaweza kawa karibu na wewe wakacheka na wewe ukafikiria kwamba ni watu wema sana. Wakati mwingine yawezekana ukawapa hata mambo hata yale ya ndani, kumbe ni adui anatafuta nafasi ya kuingia kwako. Usipende kutoa kila kitu, mruhusu Mungu awe sehemu katika maisha yako. Wakati mwingine tumewapa watu nafasi kubwa kwenye maisha yetu, lakini wale ndio waliotuumiza. Ili usije kuumia, mtu wa Mungu, mkaribishe Yesu kwenye maisha yako, awe ni sehemu pekee ya wewe kusimama imara katikati ya safari ya huduma unayoitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, yani nazungumzia namba 3 kibibilia. Namba 3 kibibilia ni namba ya uthibitisho na uhakiki. Mashahidi wanapokuwa watatu au wakiwa watatu, kila neno linathibitika. Kila neno linathibitika kuwa Mungu alijidhibitisha, Mungu alijidhihirisha kama Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Mungu wa Yakobo. Kristo alionyesha utukufu wake. Tukitazama katika Injili ya Mathayo ile 18 mstari ule wa 15 na 16. Injili ya Mathayo mtakatifu 18 15 16.